updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo. Leo tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2025, nasikitika kuwatangazia na kuwajulisha ya kwamba kijana wangu Alex Tewele, mchungaji wa kanisa kule Songea, ambaye kimsingi pengine kwa mimi inaweza kaitwa misio kanisa, lakini yeye kafuata taratibu za dunia, amekubaliwa kusajiliwa kanisa kwa ni mchungaji kwa taratibu za hii dunia. Amehukumiwa kifungo gerezani cha miaka 3 au faini ya milioni 5 kwa kosa la kusambaza taarifa za uongo. Kwa namna gani? Ni kwamba huyo kijana wakati fulani, ambapo utakuja kuelezea kwa undani sana, nyuma sana, mwaka juzi hivi, aliwahi toa klipu ya kukemea masuala yanayohusiana na ushoga. Kwa mliofuatilia kwenye matukio ya kina Mwakembe akiwa Dar es Salaam, akiwa Arusha, waliwahi kumzungumzia kijana huyu, mchungaji huyu, lakini hatimaye leo kapata hukumu hiyo. Niseme tu tunayo furaha pia. Muda ambao hukumu itolewa ulikuwa mdogo sana, lakini asante kwa ajili ya baadhi ya mamlaka zilizotoa ushirikiano, kwa sababu kama kina sisi tulikuja kupata taarifa kuelekea saa 9 hivi, lakini tulijua hukumu ingesomwa kuanzia saa 7 kwenda juu siku ya Ijumaa ya leo. Kwa hiyo palikuwa na kila namna ambayo pengine tulihisi tusingeweza kufanikisha kulipa fine, na hatimaye akawa salama, akawa huru leo. Lakini asante kwa ajili ya baadhi ya mamlaka ambazo zimetoa ushirikiano, na pia tunashukuru Mungu kwa ajili ya njia za hapa na pale ambazo zimetumika kikapatikana hicho kiasi, hatimaye tumelipa. Nisemacho, wakati mwingi tumekuwa tukitangaza ili watu mtuchangie. Ukweli kuna watu ambao si atuombi kila mtu changie. Yani hata wewe ambaye ulitamani atukute mabaya, hapana, atuombi kila mtu atuchangie. Kuna watu ambao hulaumu kwa nini hatukujulishwa, kwa sababu kilio chenu ni kilio chetu, maumivu yenu ni maumivu yetu. Aidha ninyi ni baraka sana kwenye maisha yetu kuliko fedha zetu na uwezo wetu. Kwa hiyo anyway, najua pamoja na hili sikuzuii we mwingine kutukana. Sitakuzuia we mwingine kutukana kwamba mtatozwa mpaka mfirisike, mnatuomba nini? Hatukuombi wewe, mtu wa Mungu. Hata leo, hata tukisema unayesikia kuchangia uliye pamoja nasi, kwani wewe unachanga? Na hata ukiwa unachanga, hatuhitaji hiyo fedha ya masimango, hatuhitaji. Unajua Biblia imesema uwe mwaminifu hata kufa. Biblia imesema tukiwa waaminifu kwa kidogo atatuamini kwa makubwa. Yani kama kuna mahala itahitajika fedha, tuendelee na jukumu la neno la Mungu, itatolewa fedha. Kama kuna mahala patahitajika mwili, baada ya fedha kushindikana, mwili kwenda kuteswa gerezani, hakuna namna. Na kama kuna mahala patahitaji uhai wetu ili tusimamie kusudi tunataka kusimamia duniani, hiyo hamna namna. After all, ambaye unataka pengine tufanye unavyotaka, sisi tukiumia ufaidiki chochote, tukiumizwa ufaidiki chochote, mtu wa Mungu, ufaidiki chochote. Ni kweli wewe umekataa, huamini, ukubali kabisa kwamba
Kukemea, kuonya, kukaripia ni huku. Huamini wewe huku, naamini ni matusi, kuiadilisha jamii, kuiadabisha jamii, kuiweka jamii katika maadili namna ambayo haitaleta madhara. Wewe unachojua sio huku, ila kwako unakojua niko, kwanza hakujabadilisha chochote. Hakujabadilisha chochote. Ndio maana inakuja extra, inakuja ile inasema mnazidi. Kwa sababu hiyo iliyopungua au iliyo sawa imeacha mambo hapo. Na ukishatumia neno karipia, kemea, onya, manake tumia extra, tumia sauti, kauli kubwa kidogo kuliko inayokuwa imezoeleka, izidi. Kwa hiyo kuzidi, ukishaenda kwenye kukemea, kukaripia, kuonya, haikwepeki, lazima paonekane tumezidi, amezidi, mmezidi. Sasa kwa wale ambao ni sehemu ya utumishi wetu, wanajua pengine tuna faida kubwa sana kwenye maisha yao, na faida kubwa sana, na taabu yetu wanataka iwe taabu yao kwa namna moja nyingine. Nyewe mnaruhusiwa kufanya chochote, kwa sababu bila shaka ulijua ilikuwa ni dharura, na tukutegemea tufike huku. Hatukutegemea adhabu ya aina hii. Sitaki kuchambua kesi ilivyokwenda, sitaki kuichambua hukumu ilivyotolewa, lakini nataka kuchambua jitihada zilizofanyika nje ya utaratibu wa kesi. Nachambua tu kidogo ya kwamba mimi kuna mahala nilisemekana ya kwamba inabidi niumizwe sana, kwa sababu ninaongea sana, najieleza sana kuhusiana na kesi. Nimeonewa. Mimi ilisemekana inatakiwa niumizwe sana ili kuchoma huu mdomo, ili kukata huu mdomo, niache kuongea kwamba nimeonewa. Sasa hivi natakiwa unapoonewa, aidha kaa kimya, umaliziwe kimya, au jitokeze nje, sifia, asema kuonewa huku ndo kufanya vizuri. Yani huyo aliyenikanyaga shingo, huyo aliyenikanyaga mguu, huyo anayenitoboa mguu na msumari, anayetoboa kichwa na msumari, jamani huyo ni mzuri, yani anafanya vizuri. Dunia sasa inasema eti ndio salama yako. Lakini sasa kwa mfano mtu anagonga msumari kichwani, kweli pana usalama wowote pale? Jibu hapana. Kwa hiyo ingawa wakati fulani niwahi kuambia kwamba nimepiga kelele sana, kwa sababu nilikuwa na papasa nione mwanadamu hakuna yeyote anayeweza kufeel maumivu nilionayo. Wala sio fashion kupiga makelele, wala siongezewi chochote, sipati faida yoyote. Ningeanza kupiga nimeonewa, wako kimya, nimeonewa, sipati faida yoyote. Mmoja aliposema, kwa nini sasa unapiga kelele kwa sura kama unasema, nataka ikiwezekana wanadamu waje wakose la kusema, waseme lakini tulisikia, tulimwona mtu huyu akiwa analalamika na kulia, lakini otherwise ningekuta njia tu ya kutatua ili mambo yaishe. Sina sababu za kupiga kelele. Baada ya hapo issue ya kijana wangu nilichukulia tofauti. Nikaichukulia kwa namna ya kuto kuiongelea kwa namna ya wazi, pengine kwa nadra wakati fulani akina Harrison Mwakyembe kwenye shughuli zao na Catherine Kahabi na Octavian Nsui kwa sasa walipoizungumzia ile issue public, kwa nikajua ni kubwa kidogo, na mimi nilikazia kwa kuisindikiza na wimbo ambao niwahi kuimba siku aliyokamatwa na kukamata Songea na kupelekwa Dar es Salaam. Kwa siku ambayo alikamatwa na kupelekwa Dar es Salaam ndio siku ambayo, kwa sababu alipelekwa sasa kama jambazi, hiyo clip alitolea Songea, lakini hiyo kesi imefanyikia Dar es Salaam, mahakama ya Kinyerezi, na ndipo alipohukumiwa. Alikaa lumande kwa zaidi ya siku 5. Ukimagine nililia sana pale nilipotoa clip, nasema mwanangu umesafishwa kama jambazi. Lakini
Baada hapo nikuja kutoa klipu nyingine baada ya mwaka mmoja na miezi kadhaa mbele, kama si miaka miwili, baada ya kina Harrison Makembe na Catherine Kahabi kuizungumzia. Nikatoa tu kwa njia ya wimbo, kusema chochote. Nje na hapo nilifanya utaratibu wa kila aina, kuonana, kuzungumza na watu fulani ambao kuna hisi ni kama ndio ambao wanaweza kawa na maslahi na hiyo kesi, kwa sababu pengine kwa sasa hivi inadhaniwa, inahisika kwamba ni mpaka, yani pengine ukionyesha roho mbaya, ukaonyesha kuna mtu umemtesa, kuna mtu umemwonea, ni kama ndo unapata kukubalika mahali fulani. Kwa hiyo mimi nijaribu kusema hapana, tusiende hivi, tusiende hivi watu wa Mungu, tusiende hivi. Yani sawa, inawezekana kuna waliotuumiza sisi, kuna waliotuonea sisi, inawezekana wamepata ulaji fulani, lakini dunia bado isiende hivi. Njoni tuzungumze. Nilionana na mamlaka na watu fulani mahali fulani kwa namna mbalimbali. Ukweli wengi wao waliniahidi kunipa ushirikiano, na mimi nilichohangaikia sana ni kwamba mwacheni kijana, mwacheni tu, mwacheni ikiwezekana iondoeni kesi, tusiendelee, kwa sababu amesafiri kwa zaidi ya mwaka mmoja, na kwa zaidi ya mwaka mmoja anatoka Songea anaenda kusikiliza kesi Dar es Salaam. Sema hizo gharama zinanigharimu ni mimi, kama si mimi moja kwa moja ni mimi, kwa sababu ni familia, ni mtoto huyo. Nijaribu sana, sijui sasa, inawezekana mwisho wa busara yao ni hiki kilichofanyika, kwamba inawezekana lilikuwa jambo lingine kubwa zaidi, baya zaidi wangeweza kufanya. Kama na kwenye haya ni busara imetumika, tuseme nayo asante. Sijui sababu sasa, kama mtu alikuwa anagonga msumari kichwani, kagonga alafu kafika mara ameacha ule msumari ajaendelea kugonga ili akumalizie, ni kama kuna mara unaweza ukasema asante. Lakini natoa angalizo kwamba kuna wakati nimewahi kusema na naendelea kusema, kuna wakati mtu uliyewahi kuwa mfanyakazi, kuna wakati ni kama uko huko mbele utajutia, ukoo wako utajutia, familia yako itajutia, kwa nini tuliwahi kuwa na ndugu mfanyakazi. Kwa sababu inawezekana aidha kwa kuogopa ama kwa kulinda kazi yako, kuna vitu umelazimika kuviamua, kuvisimamia kwa namna ambayo moyo wako kabisa unakwambia, hapa huyu mtu anaumizwa, hapa huyu mtu anaonewa. Haujawa tayari kujiuzuru kazi, kuiacha kazi, kupoteza kazi. Umeamua kufumba macho na kuweka akiba kwamba nitasema sikuwa mimi, nitasema nilitumwa, nitasema yalikuwa ni maelekezo, ila ni kama hutasikilizwa. Sababu mtu akutuma kakanyage moto hautakuunguza kwa sababu amekutuma. Angalizo langu ni hili: wanadamu, ifike mahala mutosheke na ubaya mliofanya kwa watu. Najua wengi wote mnasema haitoki moyoni, ni kazi tu, tunatumwa. Huko kutumwa ndiko kunakoleta maafa, vilio, uchungu, maumivu haya ambayo baadhi ya watu. Unaonaje wewe mtu mwingine atumwe aje uwe mtoto wako? Unaonaje atumwe akuweke gerezani? Utamuelewa kwanza aliyetumwa? Utamuelewa kwanza anayelinda hiyo ajira au anayetafuta cheo kwa njia hiyo? Hautamuelewa. Usilopenda kutendewa usimtendee mwingine. Wanadamu, njoni tuzungumze.
kwenye ubaya kwa ubaya, ubaya tena mnawatendea ubaya ambao hawana vita na nyie. Mtu anapokuonya kwamba huu ni ubaya, tuchukua hatua stahiki, hana ugomvi na wewe. Anyway, mwisho niseme, sikuongea sasa hadharani, yamefika hapa. Kama ndo busara, kiasi cha chincha busara ndo imetumika hivyo, sawa. Lakini mwisho wa yote najaribu kuona mwana mahala unalazimika kuongea kama Kafuiro kwamba no way out, katika hali yoyote sitakuwa salama. Kwa acha tuache historia ambayo vizazi na dunia inaweza ikaja kujifunza. Kuna mtu haikumsikia siku moja anasema kwamba hata uongeeje hakuna mabadiliko. Hapana, hapana, hapana. Yanaweza sitokee leo, lakini ogopa sana Mungu. Cha pili, ogope teknolojia. Naishia hapo. Ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani. Sema, itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayewawa, ama afaye katika Bwana tangu sasa pate kupumzika mara baada ya tabia yake. Tazama, Mungu mwenye haki yu karibu kuja. Hii ni maana neno Maranatha.